Tuambie pale. Arise. Arise. Mtumishi wa Mungu, mimi labda kabla sijazungumza chochote nitamani niseme hili neno. Sema. Mtumishi wa Mungu, unapigwa vita mno. Kinachonipa shida mimi, vita hupigwi na wapagani. Vita unapigwa na watu waliookoka na Wakristo. Ukipita kwenye madhabahu nyingi ambako huko tunaabudu, paka wachungaji wanadiriki kusema kuzungumza kwamba kwa mitume na manabii msiende, lakini wanasema msiende kwa mitume na manabii, lakini watu wengi wanapitia changamoto nyingi ambazo hazina majibu. Haya, Mungu amekutendea nini? Mungu amenitendea miujiza mikubwa sana, mtumishi wa Mungu. Ndiyo. Nina shuhuda 4, nitakwenda kwa haraka. Ndiyo. Ushuhuda wa kwanza, miaka 10 bila ajira ya serikali. Miaka 10 unatafuta ajira upate? Nimesoma chuo kwa gharama ya wazazi wangu kijijini, wameuza mpaka mashamba. Sikufanikiwa kuingia kwenye ajira. Wazazi wangu mimi ni wazee na mimi ni mtoto wa mwisho kwa watoto 7. Wameuza mpaka mashamba ili usome? Ili nisome. Lakini hakuna sijafanikiwa kupata ajira kwa miaka yote 10. Mke wangu huyu niliye naye pembeni ndiye kwa mara ya kwanza alinishuhudia habari za mtumishi wa Mungu Mwamposa. Kwa mara ya kwanza alitumia nguvu kubwa sana kunishawishi kuhudhuria kwenye mkutano. Tulihudhuria Msoma. Wapi? Msoma? Msoma. Kipindi hicho kuja Msoma? Ndio ulipoenda Msoma. Kipindi hicho yeye anafanya kazi huko Msoma. Ndio. Sijaingia kwenye ajira. Tulipokuwa huko nilienda mimi kwa sababu ya kumridhisha tu kwamba mke wangu asije akajisikia vibaya. Tulihudhuria pale, hatukupokea muujiza wowote. Tukaendelea kuhangaika kumwomba Mungu, sisi kwa imani yetu tukiamini kwamba Mungu atafanya, lakini bado haikuwezekana. Ulipokuja tena Nyamuongolo mwaka juzi pale Mwanza. Kipindi hicho mimi kuna ajira fulani ya binafsi nilipata nikiwa Mwanza, ndipo ambapo kidogo moyo wangu ukaanza kufunguka baada ya mateso. Ndiyo. Nikahudhuria Nyamuongolo, ukatuombea, bado tukaendelea kuomba, nikawa naendelea kufuatilia ibada, lakini bado sikufanikiwa. Ila mwaka juzi mwezi wa 12 tulikuja hapo kabla hamjahamia hapa kwenye hilo hema hapa Tanganyika Packers. Ndiyo. Lengo la kuja ilikuwa ni kwa ajili ya maombi haya yote na miujiza yote 4 ninayoisema. Ilikuwa ni miongoni mwa maombi 12. Tulipofika hapo kanisani, ukasema wanaohitaji watoto. Tuliombea kwenye ibada kama siku ya leo ilikuwa ni siku ya watu wa mkoani. Sisi tuliomba kwamba tuweze kupata mtoto. Na hapa ndipo ninapoanza kushuhudia mtumishi wa Mungu hiyo miujiza. Muujiza wa kwanza ambao nimeupokea mara baada ya kutoka hapa mwezi wa 3 mwaka jana, nimepata ajira ya serikali. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Haikuwa rahisi mtumishi, tulifanya interview, tulikuwa watu wengi sana. Ndiyo. Tulifanya written interview, nilifanikiwa nikatoka. Na ninapotoka kwenye interview ya kuandika, nilikuwa hata sielewi kama naweza nikafanikiwa. Kwa sababu kila mkizungumza na wengine wanakueleza kabisa pale haikuwa hivi. Ni kwa sababu miaka 10 nimekaa bila kuitumikia profession yangu. Lakini Mungu alivyo ajabu, siku anatangaza majina ya watu wanaohitajika kwenda kufanya olo, nami nilikuwa miongoni mwao. Amen. Tumekwenda kufanya olo, tukawa tunasubiri sasa matokeo ili ajira zitangazwe. Siku hiyo mtumishi wa Mungu, mimi sikuingia kwenye mtandao kuangalia, lakini nilianza kupokea simu kutoka kwa watu wananipa hongera kwamba umeajiriwa na serikali kwenda kutumika kama mtumishi wa umma. Pigia Yesu makofi. Muujiza wa pili, mtumishi wa Mungu, ilikuwa ni miaka 8 tuko kwenye ndoa na mke wangu. Mara baada ya kumaliza chuo tu miaka 2 tulioana mimi na mke wangu, ndoa ya kanisa kabisa. Tumepita kwenye changamoto mpaka ninapozungumza na wewe mtumishi wa Mungu, tumezika watoto 4. Watoto 4 tumezika. Kila akizaliwa siku moja, siku ya pili anapoteza maisha. Yaani ilifika wakati mpaka tuliona kero, mpaka ndugu zetu wengine tulikuwa hata hatuwashirikishi, maana ilikuwa ni sisi tu kila mwaka. Ilifika wakati tulikata tamaa. Lakini tulipokuja siku hiyo ambayo nasema tulikuja hapa Tanganyika Packers,
ndipo ambapo ulisema mwakani muda kama huu mtakuja kushuhudia kwamba mmekuwa na watoto. Na hivi ninavyozungumza, huyu ni mtoto ambaye amepatikana kwenye madhabahu ya Arise, anaitwa Amie Ackson Mahenge. Anaitwa Amie Ackson Mahenge. Amie ni jina la kikabila kilugha chetu cha Kikinga, kwa maana kwamba amenipa, ndo anaitwa Amie. Pigia Yesu makofi. Muujiza wa tatu, mtumishi wa Mungu, ni muujiza wa mke wangu. Alikuwa anafanya kazi Msoma DC. Sisi tulitamani sana maisha yetu tuyafanye Mwanza. Hivi ninavyozungumza, mke wangu amepata uhamisho kiurahisi sana. Tayari yuko Mwanza. Hivi ninavyozungumza yuko manispaa ya Ilemela na yuko kando mwa Rock City Mwanza, ukifika ndipo anapofanyia kazi. Pigia Yesu makofi. Muujiza wa nne, mtumishi wa Mungu, sisi tulianza kwenye sifuri. Ndio. Yaani tulikuwa kwenye sifuri kwa sababu ya hali ya kiuchumi tulikuwa noa. Hivi ninavyozungumza saa hizi, mtumishi wa Mungu, namshukuru Mungu, hata mwezi haujafika nimefanikiwa kununua pikipiki ambayo mimi ninapoishi na kazini ni mbali kidogo, kwa hiyo nina usafiri wa pikipiki. Ndio. Lakini pia tumefungua kiofisi kidogo. Kwa kuanza tumefungua ofisi ya spare za pikipiki ndio ambayo ina mtaji wa milioni kama 7. Pigia Yesu makofi. Na picha tumezipeleka media pale. Hiyo ni duka. Ndio, hawa ni mafundi wapo wanaendelea, wapo chini yangu tunawasimamia. Lakini pia tumefungua baba shop, saluni ya kiume tayari. Ndio ambayo tuko nayo huko, hiyo hapa. Pigia Yesu makofi. Hawa wanaongezeka wanapungua. Jina la mwanangu pale kama mnavyoona imeandikwa Amie Smart Haircut. Yaani kuna watu wanaangukia pazuri, anazaliwa tu na jina lake linawekwa kwenye duka. Wewe ulipozaliwa jina lako liliandikwa wapi? Haleluya. Mimi nakwambia hii dunia, lakini nataka upate somo hapo. Kabla hajajua hii neema, maisha yao yalikuwa hayaendi juu, yanaenda hata wakizaa mtoto anakufa. Kama wakizaa tu mtoto anakufa, maana hata chochote kizuri kilikuwa kinakufa. Baada ya upako, amezaa mtoto huyo hapo, kazi hiyo hapo, biashara hiyo hapo, na nyingine hiyo hapo, na hawa hawatarudi nyuma, ni speed ya kwenda mbele. And these ones won't reverse it, the speed of ambia watu watatu usirudi nyuma, ni speed ya mbele tu. Tell 3 people, I'm not reversing. Hakuna reverse kwenye maisha ya uchumi. There is no reverse in economy life. Mafurahi. Nimefurahi sana mtumishi wa Mungu, na labda mtumishi wa Mungu, najua kama ulivyofundisha somo umesema tuamini. Imani ndio kila kitu, na mimi naamini leo nimekuja hapa pamoja na mafanikio yote. Nina changamoto ambayo mtumishi ina miaka mingi. Nimekuwa na shida ya maumivu ya kichwa, waliniambia huko nikipanda uso zaidi ya miaka 20 ndio. Lakini nyingine nilikuwa na tatizo ambalo sielewi. Mpaka nimefanyia operation. Nilienda hospitali ya Rufaa Mbeya, wakanipima. Wao mara kwanza walisema ni hydrocele. Walisema ni hydrocele. Nikaenda nikafanyia operation kwa hospitali ya Uwata Mbeya. Tatizo likaendelea. Nimekwenda Bugando Mwanza. Wewe unataka nini? Unataka nini? Nataka nipone mtumishi wa Mungu. Haleluya. Yaani hiyo ndio shortcut ya imani. Njoo hapa na mkeo. Mama, haujaongea, umefurahi? Nimefurahi mno. Yaani namshukuru Mungu aliyenifikisha kwenye madhabahu hii. Amen. Hakika maono ya mtumishi, naomba wapendwa tuyafuatilie na tuyazingatie. Mimi nimetembea kwenye maono ya mtumishi pale alipotamka neno la kusema vuka na chako kabla ya kuvuka. Amen. Mimi nimevuka na changu. Nilikuwa siitwi mama, saizi naitwa mama. Amen. Amevuka na chake. Njoo. Mwezi wa 7 31, mkesha usiosahaulika. Hautausahau maisha yako yote. You will never forget it for the rest of your life. Haleluya. Wewe mtu wa TV unarusha mke wangu sana pale. Ndaanza kumvisha zile ya kininja.
Sema amen. Mnatafuta sura hamtaona. Ni baraka. Sema amen. Make yule akule naona kila wakati anapeleka pale. Kila wakati. Ana matatizo huyu. Hallelujah. Okay, ni baraka, ni baraka. Sema baraka. Blessing. Oh. Benediction. 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 Baraka. Sasa wewe unaitwa nani? Ami. Huyu mtoto wa baba Yaani yuko anang'ania kwa baba. Ami, nakubariki. Utakuwa kimo na hekima. Kimpendeza Mungu na wanadamu. Nyotaka ng'ana kutoka mkumbele za watu. Umebarikiwa Mungu aliyekuokoa na mkono wa adui, akakulinda na kuhifadhi, na utakuwa baraka. Nyota yako ikang'ae Jesus name. Pokea baraka na waongeza mara 7 tena kiuchumi Jesus name. Nenda mkafanikiwe. Chukua mtoto. Haya, inua mkono wako juu. Amini Yesu anakuponya. Kazi za giza zimeharibiwa. Umepona kichwa chako na umeponywa mwili wako. Jesus name. Inuka. Niangalia. Ulikuwa unashindwa kufanya nini? Ukisimama ulikuwa unasikia nini? Nilikuwa nasikia maumivu huko kwenye kiuno. Huko, alafu kichwa? Kichwa pia kilikuwa kinaniuma. Hata leo kilikuwa kinakuuma? Ndio. Cheki sasa. Sawa. Cheki na kiuno chako. Uko sawa. Uko sawa kabisa? Uko sawa. Ila kwenye kiuno maumivu kwa mbali. Wapi? Kwenye tumbo. Leta mkono wako. Gusa. Futa ile ulikuwa unasikia nauma. Ni hapo ulikuwa panauma. Futa sasa. Sema nishapona. Haya. Achia. Cheki. Niko sawa. Hutateseka tena, nenda na amani Jesus name. Nenda na amani Jesus name. Nenda kwa amani. Hallelujah.